wokovu kwa wanadamu. Ni aina ya vitu ambavyo Kristo aliviweka au Kristo uliviweka kwa ajili ya kuwafanya watu waendelee kuwa na nguvu ile ile ambayo mitume walikuwa nayo katika kueneza Injili na kulijenga kanisa la Mungu. Kimsingi kabisa Zaburi ya 68 mstari wa 9 ndio neno tulosimamia na ndio tunasimamia katika somo hili, linasema: Ee Mungu, ulinyesha mvua ya neema, urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Katika Agano la Kale tunapozungumza habari ya mvua ya neema, neema ilishuka kwa baadhi ya watu, na tunasema Roho Mtakatifu katika Agano la Kale alikaa katikati ya wanadamu kwa njia ya mitume, manabii na wafalme ambao Mungu alikuwa amewaweka kwa muhula katika uongozi wa taifa la Israeli na imani ile ambayo ilikuwa inaongoza imani ya Kiyahudi. Kwa katika namna yote Mungu ni roho, na kwa kuwa hana kiwiliwili, na Roho Mtakatifu alikuwa anaingia ndani ya watu hao ili kupeleka kusudi la Mungu kwenye jamii husika. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatenda kazi. Tuliwataja watu wachache kwa haraka haraka: Nuhu, watu kama kina Nuhu, kama kina Ibrahim, kama Musa, kina Yusufu, Elia, manabii hawa, Elisha, kina Daudi na kadhalika. Katika nyakati zao ukisoma Biblia sana, japo ni wanadamu kama wanadamu wengine, hawa kipekee walitumika kama vyombo vya neema vya Mungu ili kujitambulisha kwa wanadamu katika nyakati zao. Pia tulisema kwa sababu hulka ya Mungu au hulka ya wanadamu ni ili uweze kuamini vizuri, kwanza lazima uone, yani ile seeing is believing. Mungu kwa kutumia vitu au hawa watu huwafanya watu waongezewe imani ya kupokea neema ya Mungu kupitia kwa hao au kupitia kwa vitu hivyo. Mfano sasa vitu vingine ambavyo mwenzangu pia ataendelea kukaza katika kuweka msingi huu, vitu kama mfano maji, mafuta, chumvi, vitu ambavyo vinatumika tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya kwa nyakati, vimekuwa vikiendelea kutumika kwa ajili ya kuleta mahusiano ya mtu na Mungu au nguvu za Mungu katikati ya wanadamu, ili watambue kwamba Mungu yupo, kwa sababu ya yale manuizo ya maneno ambayo huyo anasema na yule kiongozi anavyotumia vitu hivyo kwa ajili ya kutumia kwa utukufu wa Mungu. Na hata Yesu pamoja na mitume wake na wanafunzi wake walifuatilia mtindo huo wa kuishi na kutumia vyombo vya neema na kutumia baadhi ya vitu kuwa vyombo vya kupeleka wokovu mbele. Sasa turudi kwenye Agano la Kale kwa sehemu, nikiweka utangulizi huu kwa kuwa ikilopita tupata muda mzuri wa kuelezea. Nilitaja habari ya Nuhu katika kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wa 1 hadi 8. Unaona Nuhu na watoto wake na wanawake walikuwa wamepata neema ya kupata katika kipindi ambacho dunia imejaribia, watu wanafanya wanajitakia. Yeye alipata neema pamoja na watoto zake watatu, Hemi, Sham na Yafeti, pamoja na wake zao watatu, pamoja na mke wake, jumla watu 8. Wakaingia kwenye safina ili waepuke ile gharama au ile ghadhabu ya Mungu ambayo ilikuwa inakuja juu ya dunia kwa kuwapatiliza na kuwaondoa watu wote walio katika mwili, ambao Mungu alishaka agano lao na yeye katika ile kitabu cha Mwanzo, wakati ule Mungu anapoumba Adam na Hawa. Kile kizazi cha Adam na Hawa ambacho kilipewa matunda na vitu vingine vyote na kukaa kutawala na kumiliki, walifutwa wote. Kwenye sura ya 6 wanakuta mwishoni pale, sura ya 7 Mungu anaingia agano kwa upya na sura ya 9 anaingia agano kwa upya na Nuhu akisema, zaeni sana mkaongezeke sana, na ili kwamba niweze kuwabariki na kuongeza, na akasema kama nilivyowapa matunda na majani na mbegu na miche kula chakula chenu, ninawapa pia pamoja na hiyo nawapa pia na nyama ili muweze kula ikiwa imechinjwa. Maana kule mwanzo, kwenye Mwanzo sura ya 1 hakuruhusu watu wale nyama wakati wa Adam. Ile Mwanzo 1:29 Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoa mbegu ulio juu ya nchi vyote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Kwa kipindi cha Adam hakukuwa na neema ya kula nyama, lakini kipindi cha Nuhu alikuwa kaanzisha neema pamoja na mambo mengine yote na baraka zote ambazo amesema kwenye sura ya 9 kitabu cha Mwanzo, lakini amepata na neema ya sisi kula nyama. Kwa sisi wanadamu wengine tunaokula nyama hivi leo ni kizazi ambacho kimepata neema kupitia kwa Nuhu. Kwa hiyo unaona kile chombo cha neema kwa kula nyama, naweza kusema kwa lugha rahisi, chombo cha neema kwa watu wote wanaofuga na kula nyama
ilitokana na Nuhu, neema aliyoipata ya kubakia hai miongoni mwa vizazi vyote. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mwingine ambao tulisikia habari zake ni Ibrahim. Ibrahim namfahamu, yeye ndo kapata neema. Hakuitwa baba wa imani kwa bahati mbaya. Mungu akiwa anatafuta kumpata mwanadamu ambaye baada ya majaribio mawili ya wokovu kushindikana, kwanza lile Adamu kuambiwa usile tunda, lakini kutokana na Eva kula tunda akampa na Adamu, akawa ameshapoteza ule mwelekeo, akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Mwanae Kaini naye akaingia kwenye jaribu. Kwenye sura ya 4 kitabu cha Mwanzo, Mungu anamwambia Kaini, dhambi ipo inakuotea, nayo yakupasa uishinde. Lakini Kaini ile dhambi ilimshinda na akaweza kumuua ndugu yake Habili kwa sababu ya chuki na kwa sababu ya wivu wa yeye kutokubaliwa sadaka yake na Habili kukubaliwa sadaka yake. Kwa namna hiyo yeye Kaini akawa amepoteza tena mwelekeo. Kwa Adam kapoteza mwelekeo, Kaini kapoteza mwelekeo. Nani atakayeweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu? Ndipo akaitwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi 4. Abraham akiwa anatoka Uri wa Kaldayo, akatoka kule, yeye anaambia toka wewe katika nchi ya baba yako na mama yako. Maana anataka Abraham atoke bila kufunganywa na ibada za baba zake wala kufunganywa na mapokeo ya baba zake, atoke kama alivyo, ili awe chombo cha neema kuanzisha mfumo mpya wa kuongozwa na Mungu peke yake. Na Mungu alikaa akimwangalia na kumjaribu na kumwandaa kwa muda wa miaka 24 toka akiitwa na miaka 75 mpaka anaingia na mkataba na miaka 99, ndipo anaingia mkataba yeye na Mungu kwa tohara, ile kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Kaitwa kwenye Mwanzo sura ya 12, anakuja kutumika na Mungu kwa mara ya kwanza kama chombo cha neema. Mungu amekiathibitisha, amekiapprove kwenye Mwanzo sura ya 17. Ndipo pale sasa agano la Ibrahim likaanza kuchukua nafasi, kwamba agano la wazaliwa wa pili, sio Abraham bali ni Ibrahim. Na katika Ibrahim alikuwa na watoto wawili. Katika Abraham alimzaa Ishmael, katika Ibrahim akazaa Isaka. Akachukuliwa mzaliwa wa pili wa Abraham, Ibrahim, aitwa Isaka. Isaka akalibeba agano mbele, kikawa chombo cha neema kupeleka agano hili mbele. Na Isaka alipokuwa amepata watoto wawili naye mapacha, Esau na Yakobo, yule wa kwanza Esau akawekwa pembeni, akachukuliwa huyu wa pili anaitwa Yakobo. Kwa hiyo tayari Ibrahim akawa ni chanzo cha agano la Mungu na wanadamu kupitia kwa uzao wake. Uzao wake ambao kwenye sura ya 15 kitabu cha Mwanzo alisema uzao wake utakwenda katika nchi sio yao, nao utakaa kule kwa muda wa miaka 400, watateswa kwa muda wa miaka 400 na baadaye watatoka wakiwa na mali nyingi. Kwenye sura ya 15 kitabu cha Mwanzo ukisoma utakuta hiyo habari. Kwa namna hiyo Ibrahim wakati hajaitwa Ibrahim, akiwa bado Abraham hajaingia mkataba, anaambiwa uzuri wa agano lake na ubaya wake. Anaambiwa katika muda fulani wa uhai wa uzao wako, na unaona sasa wajukuu zake, watoto wa vitukuu vyake, watoto wa mjukuu wake anaitwa Yakobo, ndio waliokwenda katika nchi pamoja na nchi ya Misri pamoja na Yakobo mjukuu wake. Kwa hiyo na maana kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani ya Ibrahim kuanzisha mfumo ulikuja kutimia baada ya wao kuingia katika nchi ya Misri na kutimiza lile ambalo katika Mwanzo sura ya 15 lilitokea. Ndio akakaa katika nchi ile muda wa miaka 400 ya mateso. Jumla miaka 430. 30 ilikuwa na mateso, 30 ilikuwa miaka ya raha kwa sababu alikuwepo Yusufu ndugu yao kama waziri mkuu, na walikaa Goshen, walikaa kwa raha kweli kweli. Hata baba yao alivyokufa alikwenda kumzika katika nchi ya Kanani, wakarudi tena Misri. Na maana ingekuwa ni mateso wasingerudi. Kwa maana waliishi miaka 30 ya raha mno. Lakini ilipokwisha kipindi kile pale ambao alikuja Farao semje Yusufu, ndipo mateso yakaanza. Kwa hiyo mateso hasa ya Waisraeli kule Misri yalitimia miaka 400. Ndipo Mungu aliposikia kilio chao akashuka akakuja kuangalia kupitia kwa Musa ili akawatoe katika nchi. Na alisema anapoongea na Musa kwa mara ya kwanza kabisa, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa nini akusema Mungu wa Abraham, Mungu wa Ishmael na Mungu wa Esau? Mungu wa agano jipya, Mungu wa neema mpya, ambayo zamani neema ya kwanza ilikuwa mtoto wazaliwa wa kwanza ndio anaibeba agano la mtu kulipeleka mbele.
Agano la kwanza katika maisha ya mwanzo, mzaliwa wa kwanza ndiye anaichukua nafasi ya kwanza kubeba mambo yote ya baba yake kuyapeleka mbele. Lakini Mungu katika hii neema ambayo tunaizungumza katika Yesu Kristo, alijitanabaisha kwamba yeye ni Mungu wa baba zao Ibrahim, Isaka, Yakobo, sio Abraham, Ishmael na Esau. Hao wote ni wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza walikuwa na nafasi yao katika uzao, lakini katika habari ya chombo cha neema, wazaliwa wa pili ndio wakawa vyombo vya neema. Ndio maana katika Kristo anaitwa mwana wa Adamu. Adamu wa kwanza aliingia kwenye matatizo. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo ndiye chombo cha neema kwa wokovu wa wanadamu wote. Ndio maana katika yeye, katika Agano Jipya, alipoanzisha Agano Jipya, kwa sasa alimwaga kwa wingi Roho Mtakatifu. Alimwaga kwa wingi kama alivyosema nabii Yoeli sura ya 3 kwamba nitamwaga Roho Mtakatifu kwa wingi. Na ile siku ya Pentekoste walishukiwa na Roho Mtakatifu watu wengi sana. Mitume wote na wanafunzi wakajawa na Roho Mtakatifu. Sasa haiwezekani kwa na mtu mmoja Ulaya na Afrika akawa ni mtu mmoja, kama ambavyo zamani ilikuwa kwa taifa moja tu anakuwepo kiongozi, kama ni mfalme anasikilizwa huyo, kama ni nabii anasikilizwa huyo. Sasa hivi haiwezekani, kwa kuwa ulimwengu mzima kuna Ukristo na Kristo. Ikabidi badala ya kuwa na individual, mtu mmoja kubeba agano lile la neema au kuwa chombo cha neema, akaweka vyombo mbalimbali vya neema ambavyo vilitumika katika makanisa, katika maeneo mbalimbali anapotangaza Ukristo au Kristo kwa ujumla wake, ili hivyo vyombo vya neema vimsogeze, kama ambavyo wakati ule wakiwa hai Ibrahim au wakiwa hai Musa au wakiwa hai Nuhu, mnamuona kwa jinsi ya mwili. Sasa mnamuona Mungu kupitia vyombo vya neema. Hivi ndivyo ambavyo katika majuma kadhaa tutajaribu kuvieleza kwa kituo, ili kila mmoja anayesikiliza ajue kwamba katika Ukristo tuna hivi vyombo na namna ya kuviheshimu. Maana mahali pengine vimetumika kwa ubaya, yani vimetumika vizuri. Kishetani ambaye kazi yake ni kuchinja na kuua na kuharibu cha Mungu, aliingia na kuharibu ile misingi ambayo Mungu alikusudia. Na kwa jinsi hii Mungu atatupa neema zaidi kupitia kwa mtumishi wenzangu hapa Haruni anayekuja kuchukua nafasi kueleza. Yeye ataanza kuelezea vyombo hivi vya neema ambavyo tunavyo katika Agano Jipya na ambavyo katika hivyo ndivyo leo tunaishi navyo. Hivi vingine tunasoma kwenye Biblia na kuvielewa, lakini hivi vingine tunaishi navyo mpaka sasa hivi. Jinsi gani mafuta, chumvi, maji, milima na vitu vingine vinavyotumika vibaya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, badala ya kujenga vinabomoa. Basi wenzangu atakuja kujazia zaidi mahali hapa. Asante sana Mchungaji Moses Sozi.